الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu katika imani, leo tutakuwa tunabadilisha mfumo wa kuleta darasa zetu kutokana na hali ambazo tunazopitia kwa sasa hivi, kutokana na harakati ambazo tulizonazo. Kwa hiyo tunaomba radhi kwa wale ambao walikuwa wanangojea kwa wiki hii turushe video. Kwa hiyo hatutorusha video leo katika channel yetu, tutaanza kurusha voice ikianzia ni leo mpaka ambapo tutakapomaliza harakati hizi. Insha Allah panapo taufiki tutaendelea na darasa zetu kwa kupitia njia ya video insha Allah. Basi leo ndugu zangu katika imani, leo tutakumbushana juu ya jambo zito lenye kutia tumaini makubwa. Jambo hili linatia matumaini makubwa sana, ni huruma ya Allah kwa waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala ana huruma kwa waja wake. Huruma hii ni pana mno sana, haikadiriki, hatuwezi kuikadiria, hatuwezi kuipima huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na imeenea kwa viumbe vyake vyote kabisa. Sio kwamba huruma ni kwa viumbe fulani tu, hapana, ni kwa kila kiumbe ambacho alichokiumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala huruma zake zipo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani aya 156 suratul Araf, anasema wa rahmati wasi'at kulla shay, na rehema yangu imeenea kila kitu. Kwa maana kila kitu kilichopo katika ulimwengu huu basi kuna huruma za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kiumbe chochote kilichopo ulimwengu huu basi kuna rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila utachokiona duniani, chakula, hewa, maji, uhai, watu, ni sehemu ya huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wale wasiomtii Allah subhanahu wa ta'ala, bado Allah anawaruzuku, anawapa pia, anawapa riziki, anawapa kila kitu. Yote haya ni huruma zake ili wapate kumrejea yeye. Ni huruma za kipekee kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni mwingi wa huruma kuliko mama. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, hakika Allah ni mwenye huruma kwa waja wake kuliko mama kwa mtoto wake. Hadithi hii utakuta kwa Bukhari na Muslim. Fikiria huruma ya mama mja. Mama hukesha, mama jinsi anavyomlinda mtoto wake, anavyomlisha, anavyomhudumia, akahangaika kule na huku, akawa hapati usingizi kwa ajili ya mtoto wake, akawa anapata malalamiko mbalimbali kuhusu mtoto wake, lakini bado ikawa mama yule akawa na huruma za hali ya juu kwa mwanawe. Basi huruma hizo mbele ya Allah si lolote, si chochote. Mbele ya Allah huruma zake hazifanani kabisa na zangu. Allah ana huruma zaidi ya mama huyo anayemfanyia mwanawe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukishia kwamba Allah anasema, ya abdi, enyi waja wangu, anta tukhti'u bil-laili wan-nahar, wewe unakosea asubuhi na mchana, nami nakusamehe madhambi yote. Yani ukiniomba msamaha, basi mimi nitakusamehe madhambi yote. Basi niombeni msamaha, nitakusameheni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi hiyo ambayo hadithi al-Qudus iliyopokewa na Imam Tirmidhi. Huruma ya Allah haizuiliwi na uzito wa dhambi zetu jamani. Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na dhambi zetu pia anatuonea huruma. Kutuonea huruma kwake vipi? Kutuletea mitume, kutuletea vitabu ili tujitakase, ili tujiepushe na madhambi. Lazima wanadamu tuziangalie huruma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake, na pia tusiache kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, wa qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema ewe Muhammad, waambie waja wangu ambao waliozifanyia israfu nafsi zao, israfu katika madhambi, la taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Mwenyezi Mungu husamehe madhambi yote kabisa. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe madhambi yote kabisa. Yani wanadamu hapa tujue, au Waislamu, waumini, wasiokuwa waumini, wanadamu kwa ujumla, basi tufahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala
huruma zake ni huruma ambazo hazina kipimo, huruma zake ni pana sana mno. Kwa maana ukimkosea Allah subhanahu wa ta'ala, basi fanya haraka kurudi kwenda kumuomba msamaha, na yeye ni msamehevu na ni mwingi wa rahma na ni mwenye huruma. Basi kwa hayo machache insha Allah, wa billahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutakutana katika ujumbe mwingine unaofuata.